Na shalom ndugu zangu wapendwa, na Bwana Yesu asifiwe sana. Na amani iwe kwenu ambao bado hamjampokea Yesu na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yenu. Na hii ni ya kwenu nyinyi ambao bado hamjamwamini Kristo. Kwanza nipende kutanguliza kwa kusema hili kwamba Mungu anawapenda. Aliposema aliupenda ulimwengu na kisha akamtoa mwanae wa pekee. Huo ulimwengu ni wewe. Ni wewe ambaye unaisikia sauti hii. Mungu anakupenda. Na hata akamtoa mwanae afanyike kuwa dhabihu na sadaka ili wewe ukombolewe. Amen. Mungu aliangalia uovu wote ambao baba yetu Adamu alifanya. Akatafuta njia ya kuweza kuturudisha sisi katika ufalme wake na kuturudishia vile ambavyo tulikuwa tumepoteza. Akaimwaga damu ya mwanae Yesu Kristo ambaye ilikuwa haina hatia, ili ipate kufuta ile dhambi ambayo baba yetu Adamu alikuwa ameitenda kule Eden. Kwa jinsi hiyo basi, ukimpokea Yesu na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ile dhambi inaondoka kwako, inafutwa, unakuwa ni kiumbe kipya. Amen. Kana ujue kwamba kila binadamu aliyezaliwa ametenda dhambi kwa asili. Ile dhambi ambayo tunairisi kutoka kwa baba yetu Adamu. Sasa Bwana Mungu wetu akaamua amlete Adamu wa pili, ambaye damu yake haikuwa na doa lolote, haikuwa na hatia, haikuwa na dhambi yoyote. Ndio maana unapata kusikia kwamba maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo yalikuwa ni maisha matakatifu. Hata pindi walipotaka kuja kumsulubisha, walitafuta sababu, hawakupata. Hii yote ilikuwa imwagike hiyo damu ambayo isiyokuwa na hatia ili kukomboa. Sasa Bwana wetu Yesu Kristo alishamaliza yote pale Kalvari. Sasa hizi anakuita wewe uje na umwamini yeye, umfanye kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, uingie katika ufalme wa Mungu. Amen. Na nakupa hii guarantee. Najua huko katika ulimwengu wa giza, Shetani anakufanya vile anavyotaka yeye, anakupelekesha vile anavyotaka yeye. Ukija huku katika ulimwengu wa nuru, hakuna masumbufu ya dunia hii atakaye kusumbua. Utakuwa huru, tena huru kweli kweli. Maana Kristo ndiyo kweli yenyewe, na kweli ukiijua itakuweka huru. Amen. Sasa unautafuta uzima, una magonjwa, una kila aina ya shida, maisha hayaendi vizuri, hujui ni wapi utatokea. Jibu ni Yesu Kristo. Njoo, tubu dhambi zako, mpokee Yesu, karibishe aje ndani ya maisha yako, mfanye awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Utapata kibali mbele za Mungu. Mungu atakufanya kuwa mtoto wake. Sasa jiulize, unakuwa mtoto wa Mungu? Ili mtoto wa Mungu hivi unaelewa maana hiyo sifa ya kuwa wewe ni mtoto wa Mungu? Unajua hata Mungu anauweka uungu ndani yako. Sasa wewe utaki hiyo kitu? Unapenda kusumbuliwa na yule muovu asiyekuwa na kichwa wala miguu? Kwa nini akupelekeshe wewe wakati wewe una thamani kubwa? Njoo kwa Yesu upate kibali, ufanyike kuwa mwana wa Mungu. Hakika utamshinda muovu na ila zake zote. Amen. Mungu awabariki sana. Nawapenda sana. Jitahidi kufanya maamuzi. Usiangalie aliye nyuma yako. Usiangalie aliye nyuma yako eti nitampoteza mama,
nitampoteza baba, nitampoteza mke wangu. Kuwa tayari na Bwana wangu Yesu Kristo akishaliona hili kwako, una maua yako. Nafikiri nikiongelea maua sio maua haya ya majani ya. Una zawadi yako special. Mungu atakuinua katikati yao, na wao watasema kweli Mungu uliyemfuata ndiye Mungu wa kweli. Amen. Fanya maamuzi, njoo kwa Yesu. Njoo leo, usisubirie kesho, kwa sababu shetani naye anakuwinda ili akuangamize. Atakapoona unaanza kuchukua maamuzi ya kuja kwa Yesu, atatafuta sababu ya kukuangamiza, akupoteza kabisa duniani, kwa sababu kuja kwa Yesu huko kuna kutakasa. Amen. Sasa shetani anawezaje kumuua mtu ambaye tayari yeye ni wa mbinguni? Atakuwa na faida gani? Anawatafuta wale walio wake ili akiwapoteza ende nao motoni. Na sipendi kumtaja shetani, ni muovu. Hilo shetani ni jina zuri. Huyu ni muovu. Sawa? Na hana nguvu yoyote, asikudanganye mtu. Shetani hana nguvu yoyote. Wewe njoo kwa Yesu ndio utajua hana nguvu yoyote. Tena ni kajinga ka mwisho kabisa. Hakana nguvu yoyote. Amen. Njoo kwa Yesu, magonjwa yako yote yataisha. Utasikia tu kwa majirani huko, sijui ana sukari, sijui huyu ana nini, sijui ana nini. Hivyo vitu vidogo sana ambapo binadamu anahangaika napo, bila kujua ni wapi ambapo anaweza kupata majibu. Mimi nakwambia leo, chanzo cha haya magonjwa yote unayoona ni shetani. Sasa kama yeye ni shetani ndio chanzo cha haya magonjwa, ukija kwa Yesu, sawa, Yesu ndio kiboko ya shetani. Sasa wewe magonjwa atakupataje? Njoo huku, litii neno lake. Sawa? Yaani lifuate neno lake linavyosema. Sawa? Yesu mwenyewe anasema Baba, yani Mungu atakupenda. Kwa hiyo Yesu na Mungu wote kwa pamoja watakuja kufanya makazi kwako, watakuja kuishi ndani yako. Niambie wewe, Mungu anakaa ndani yako, jambo gani litakayo kushinda kwenye dunia? Mungu atakaa sehemu ambayo ina magonjwa. Ni wazi anapokuja kuweka yeye utawala, magonjwa yote yanaondoka, shida zote zinaondoka, kila kitu kinakuwa sawa. Amen. Na kitu kizuri, ewe ambaye bado hujamwamini Kristo, kuokoka ukiwa kijana jambo jema zaidi. Usije ukazani ni ushamba. Mshamba ni yule ambaye bado hajaokoka. Wewe utakuwa umekiwahi kitu ambacho ni cha msingi na ni bora kuliko vyote katika maisha yako ya ulimwengu huu, wa dunia hii. Pata Yesu. Amen. Mungu anakupenda. Haleluya. Kwa leo naishia hapa, ndugu zangu. Tutakutana kwenye klipu zingine hapo mbele. Mungu awabariki sana. Amen. Okoka. Ukiokoka, tafuta mahali ambapo Wakristo wanakusanyika, join na wenzio. Amen.